Mimi jina langu Shaya Muhammad Haji. Ni mzaliwa wa hapa Uzi. Nimelelewa Uzi, nimekuwa Uzi na mpaka sasa hivi namalizikia Uzi. Tumepata taarifa kwa sheha wangu kwa leo nakuja ugeni madaktari wanakuja kwa kutibu maradhi mbalimbali na kuchunguza. Kwa hivyo na mimi nimekuja hapa kuchunguza maradhi yangu mimi ya uzee. Na uzee kuchoka kwa vitu vyote. Na vitu nilivyo navyo hapa pamoja na kuwa nimevichukua lakini vyote vimechoka. Ukenda kwenye macho imechoka, kwenye mashikio imechoka, kwenye miguu imechoka, yani vitu vyote vimechoka. Lakini alhamdulillah nashukuru, si jambo. Huduma umezionaje? Huduma nimeziona nzuri. Lakini hata ikiwa huduma nzuri si kama watu wote watapenda, watakuweko watu watachukia tu. Hata uzikawa na uzuri wa kiasi gani, basi watakuweko watu hawapendi. Kwa sababu kuna watu hii kuja mtu kutoa huduma kumhudumia binadamu basi akatakuwa hafurahi tu, litakuwa ndo linomkera. Lakini nyie kufanya hivi tunasema sisi mmefanya jambo la maana na huduma zenu nzuri, tumeridhika nazo, tumefurahia nazo na kula dua tunakuombeeni ili muendelee na shughuli zenu hizi kwa mujibu wa taratibu za ubinadamu. Kusema kweli penye watu wengi lazima patakuwa na mambo aina mbalimbali, lakini huduma mnajitahidi. Mimi nimekuja hapa sikupata shida yoyote, nimeongozwa twende huku, twende huku, twende huku, twende huku mpaka nimemaliza huduma alhamdulillah. Nimepata vizuri tu na nafurahia. Imekusaidia ni vipi huduma kuja hapa kwa nyinyi Uzi kutoka huko mjini pengine mpaka kufika hapa kwa madaktari? Hili mlilofanya ni jambo la maana sana. Sana 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 sana. Kwa sababu hivi sasa si watu wengi wanaweza kuondoka hapa kuzifata huduma mjini. Hilo jambo si rahisi. Kwa nyie leo hii mmeweza kuondoka nyie kule kuwafuata wenye matatizo, hili jambo la kufurahisha na jambo la furaha. Na asante sana. Na hatuna cha kukupeni isipokuwa asante sana. Kweli sukari na miguu na macho. Na huduma hizo umezipata zote? Huduma nimezipata zote ukamilifu. Hakuna tatizo lolote. Kutoka nyumbani na kuja hapa, lakini sina gharama nyingine kama ya kifedha sina. Kweli mimi nimesaidiwa sana kwa sababu nimefurahi kupata hizi dawa. Kwa sababu ukienda hata hospitali wakati mwingine huzipati, unaambiwa dawa hapana. Kwa hivyo hapa leo kwa kuwa hii dawa napata free of charge, mimi nimefurahi sana. Maneno yangu mimi madaktari wachukue uvumilivu kuwasikiza wagonjwa, kwa sababu wagonjwa ndio wagonjwa, wanaweza kusema lolote. Kwa hivyo wagonjwa madaktari wawe kila wakati kama wanawalea wale wagonjwa. Naona hili swala liwe endelevu, linakuja na kurudi. Isiwe tena ndo moja kwa moja tu. Naitwa Omar Muhammad Haji, Uzi Mwembe Mbuzi. Kwanza natoa shukurani za dhati kumshukuru Mwenyezi Mungu kutufikisha mpaka muda huu kuwa tunapumua, hili jambo moja la kushukuru. Na jambo jingine muhimu nalolikusudia na kulidhamiria, kwanza mimi ninakuwa mara nyingi ninakuwa na kumbukumbu na mambo ambayo yale mlioyaanza, yale yalikuwa yanatija nzuri sana, yana raha hasa na ukamilifu. Na ingelikuwa yale muyafanya yale ya mwanzo, hapa palikuwa hapa toshi hapa kwa watu. Lakini mpaka sasa hivi watu wa mitaani wanasema tunasubiri tu ambao wanakuja madaktari lakini bado hawajaja. Zile gari zilokuwa zinakuja zinapiga ving'ora. Kila mtu alipo olokoga olochoni kanatoka na mapovu yake kanafukuzia. Lakini yale ni jambo la maana, lakini ingawa nitasema chombo kiharibika, lakini ageuka mnahisi kama mzarau. Mmekuja duru hisia kwanza hiyo wala si ya pili, mnakuja bila hiyo. Na kama mnachunguza mnakuta watu hafifu sana kwa sababu mwazoesha kitu maalum. Na zamani wazee wetu ukaona malezi ya zamani yana utofauti na sasa. Zamani ilikuwa watu kawaida, wakatoka msikitini ndo wanakula. Na hivi sasa ukachunguza ndani ya magari ukapita, watoto wanakuwa wanapata shida sana. Maana kutakuta ikafika time watoto wanalia ndani ya gari kama gari haribika, wanapiga makelele, wanapewa maziwa na makofi kwa wingi. Kwa sababu weshazoea kula saa 8. Tena ikapita saa 8
mtoto taka lala humuamshi akala. Mimi wanangu mpaka leo nikaamsha saa 6 za usiku wanakula, kwa sababu mimi kupika vyakula kwa time sitaki, kwa sababu si binadamu. Hapa kuna bibi yetu mmoja hadi apika mawe, kwa sababu ilikuwa hali mbaya, cha kukipika hawana. Akapika mawe, anachemua nini, mama bado tu nyamu, subirini kidogo. Kana kuja watoto wa dada asubuhi mapema, akaamka akakorogea uji wa mtama, wakanywa, wana furaha. Kwa hivyo la muhimu hilo ndilo kukumbusha. Na madawa kama mwenzangu yule Kamfidisi yule, kwa vile tunakusudia kusaidiwa, mjitahidi zile dawa bora ziwe haba, lakini kila dawa uwanie upate. Hii miwani utakuta pana wanangu wawili wale ndo waja, lakini mmoja kupata, kuna ambao ende Mikunguni uende wapi, lakini ukenda mde unakuwa usumbufu tu. Hii tija katuteremsha Mwenyezi Mungu, alhamdulillah. Mwenyezi Mungu akubarikini, akuzidishieni, na kila la kheri likufikieni, na kila la shari Mungu akuepushieni. Tuko pamoja nanyi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapa leo nimekuja kupata huduma ya macho. Zipata ziko vizuri. Nimepata miwani. Imetusaidia vizuri sana. Si haba, tunashukuru daktari na wanatibu wake. Kiongezwe dawa kwa bidii zaidi. Ufungufu wote niliopata nimeshughulikiwa kama kawaida, hapa na matatizo yoyote. Asante sana, kwa sababu kwa kawaida visiwa vinakabiliwa na changamoto nyingi katika visiwa, yani changamoto za maradhi yani ni mengi. Hadi mnafunga pale watu wanamiminika, watu wanakuja, wamekuja tangu asubuhi na wanaendelea kuja, kwa sababu watu wako wengi sana ambao wana changamoto. Kwa hiyo lakini kwa bahati ndo wameambiwa muda umefika, kwa hiyo watakuja ni siku nyingine. Kifupi kwamba tumefurahi na tumeridhika na ujio wenu, na tunaomba kila mwaka hii fursa muendelee kutupatia. Mwe mnakuja, mwaka jana mlikuja, mwaka juzi mlikuja, kwa hiyo kila mwaka manake hii fursa tuwe tunaipata. Alafu tulikuwa tunakiomba chingine kwamba ilikuwa muje siku za kazi, kwa sababu miongoni mwa waathirika wengi ni wanafunzi. Wanafunzi wanakabiliwa changamoto nyingi, kwa hiyo manake ikiwepo siku za kazi hapa watapatikana kwa wingi na wataweza kuhudumiwa, kwa sababu wanafunzi wengine huko majumbani hawawezi kuelezea changamoto zao, au kwa hospitali kwa dokta hawawezi kuelezea changamoto zao, lakini watu wamefuata hapa bila shaka watakuwa wawazi, kwa sababu wapo chini ya uongozi na walimu watawaambia waende. Kwa hiyo watakuwa wako wazi kabisa kuelezea changamoto. Kwa upande wetu sisi hapa hatuna mlichotukosea, yani hakuna kitu mlichokiharibu, vitu vyote viko sawa, na tunaomba kwamba ili zoezi liendelee kila mwaka. Tatu Juma, huduma ya hapa nimeipenda, waje kila siku. Leo nimefuata huduma ya nilikopo naumwa tu. Nimeipata yote kwa ukamilifu. Changamoto gani umekutana nayo? Hapana, sijakutana na changamoto. Mimi hapa shukrani sana kwa wataalamu wetu, waje kila siku watukumbuke. Naitwa Tatu Haji Saleh. Nimekuja hapa kupata huduma za afya. Si haba, nashukuru, huduma nzuri. Nimefanikisha na hakuna usumbufu wote. Vifaa kama ultrasound, X-ray. Tunaambia asanteni, tunashukuru. Huduma iendelee daima. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Dr. Isa Suleiman Shweni. Ni mstaafu wa Mnazi Mmoja pale hospital katika kitengo cha CTC. Leo tupo kambi yetu hii katika maeneo ya Uzi. Tumeweka kambi katika maeneo ya Uzi, tupo katika kijiji hichi cha Uzi. Tupo tunashughulikia wananchi wa maeneo ya Uzi. Actually tunafuraha kwamba wameshiriki wengi mpaka sasa hivi wanaendelea kuja makundi kwa makundi kwa ajili ya tukio letu.
na event yetu inaenda vizuri. Mwaka jana, nakumbuka mwaka jana tulienda event ya mwisho, tulipata magonjwa ya ngozi ndio alikuwa ameshamiri sana katika sehemu ya mwisho kwenda. Lakini cha kufurahi kwamba katika maeneo ya Uzi magonjwa ambayo yameshimiri sana mpaka sasa hivi tunavyoendelea, kwamba watu wengi wanakuja ni wenye pressure lakini hawajijui. Maradhi ya ngozi hayapo mingi, watu wengi wapo wana pressure hawajijui, au wapo wana pressure wanajijua lakini matumizi ya dawa hayafuati. Kwa wapo watu wana pressure, wengi wana pressure, either anajijua mtu ana pressure lakini dawa hatumii, na wengine wapo wanakuwa hawajijui kama wana pressure pia wamekuja, na asilimia nyingi sana. Kwa gonjwa la pressure katika maeneo ya Uzi kidogo limekuwa changamoto mpaka sasa hivi. Kwanza tuliwashauri kwanza kwa watu ambao tumewagundua wana hilo tatizo la pressure kwamba wafuate miko, waendane na miko. Tumewafahamisha uzuri, tumewapa elimu kuhusiana na swala la miko na swala la pressure. Tumewapa elimu in deeply kidogo, nadhani wameweza kuelewa. Na watu ambao hawajaona ile tatizo tumewaambia wanaenda kliniki, kituo cha afya manake, kwenda kupima pressure mara kwa mara. Wasidharau ili swala, kwa sababu inawezekana mtu akaa yupo nyumbani anajiona yuko vizuri, kumbe pressure ipo juu, na itapelekea baadaye ikija kuwa kubwa atakuja kuanguka bila kujua nini shida. Kwa ili ku avoid hili tatizo la kuja kwa watu kupata stroke ya kuja kuanguka na mwingine akashindikana, kwa hiyo tumewashauri at least mtu asikae miezi miwili ndio japo kituo cha afya akapime pressure na sukari tu, japo kitu hicho. Hata kama akiona haumwi aende kituo cha afya, nadhani ametuambia kama kipo hapa kituo cha afya. Kwa hiyo tumewashauri kwamba hata watu zao, waume zao, watoto wao waambie huko kwamba ikifika baada ya miezi miwili, mwezi, aende kituo cha afya akapime ili aweze kujua maendeleo yake ya afya kwa ujumla. Nchi yetu ya ZOPO ni Zanzibar Outreach Program. Tunategemea kwamba ndio kwanza 2025 tumeanza event outreach ya kwanza hii Uzi. Tunategemea kwenda maeneo tofauti kwa Zanzibar. Tuna takriban 2025 ikifika mwezi wa 12 itakuwa Zanzibar nzima tumeshaishiriki kwa ajili ya kwenda kutoa huduma zetu. Kwa hiyo tunaomba tukienda baadhi ya maeneo kama maeneo mengine watu washikamane na sisi, washiriki kwa wingi, kwa sababu sisi tumetoka madaktari kujitolea kwa ajili ya kutoa huduma ya kiafya kwa Zanzibar. Kwa watu na wao waungane na sisi kwa kuja eneo la tukio kuweza kuangalia afya zao. Mtu asisubiri aume na kichwa tu ndio aende hospitali. Akiona fursa kama hizi anatakiwa yeye atoke nyumbani na watu wake wa karibu waje kuchangamkia fursa. Haya mambo ni bure. Hii event, hii activity ni bure. Mtu yeye tuna muda wake aje afanye uchunguzi wa afya. Daktari, hata kama mtu haumwi ana haja kuja kuangalia? Naam, hata kama mtu haumwi. Naam. Hata kama mtu akiona haumwi, anaweza akaja hata kwa ajili ya kupima pressure na sukari, aweze kujua afya zake. Inawezekana mtu akakaa mwaka mzima hajawahi kupima hata pressure na sukari. Na akiangalia nyumbani anatumia vitu vya sukari vya aina nyingi, anavishiriki sana. Kwa hiyo hata ukiona Messi umwi, lakini kwa vile mmoja madaktari kuja kucheki afya, acha na mimi niende japo nikacheki pressure na sukari. Lakini akiwa na tatizo kama kitu fulani kinamsumbua, hiyo ndio fursa yake ya kuchangamkia zaidi. Lakini kwa afya ya pressure na sukari, hata wagonjwa wa pressure na sukari wanaenda kliniki kila mwisho wa mwezi. Lengo la kwenda kliniki kila mwisho wa mwezi kuangalia je, maendeleo ya dawa anatumia ni vipi, na akaenda anapimwa kwanza pressure na sukari kujulikana je, zile dawa alizozitumia zimeleta manufaa gani. Inaangalia pressure aliyopima mwezi huu na pressure inayokuja mwezi ujao zipoje. Ikiwa ipo juu, maana yake itakuwa kuna tatizo katika matumizi ya dawa. Tunashukuru kila kitu kimeenda vizuri alhamdulillah. Lakini kama kuna lolote lile kwa upande wetu halikufurahisha, mtu samehe. Halikuwa madhumuni, itakuwa limetokea tu kwa udhaifu wetu wa kibinadamu. Na sisi tupo wengi, kila mtu ana mambo yake aliyotoka nayo nyumbani na kadhalika. Kwa upande wenu sisi tunaona kila kitu kimeenda vizuri, japokuwa leo hatukupata madafu. Alhamdulillah, tumemaliza kambi yetu salama. Alhamdulillah, katika kempi ya Uzi ambao jumla tumefanikiwa kuona wagonjwa 327 ambao miongoni mwa hao miaka 17 ambao ni miaka 0 siku moja mpaka miaka 4, na 40 ambao miaka 5 mpaka 14, na 270 15 na kuendelea. Miongoni mwa watu hao wamefanikiwa kupita sehemu tofauti tofauti, ambao kwenye macho wamepita jumla watu 125,
ambao waligundulikana na maradhi ya cataract ni 22, presbyopia 45, maculopathy 2, conjunctivitis 20, pterygium 11, long sightedness 10 na others 15. Short sightedness hamna. Na waliopita katika vitengo cha ENT jumla ni 44, waliofanikiwa kupigwa bomba ni 10, wenye otitis media ni 4, wax infarction 10, otitis external 4, LPR 6, allergic rhinitis 14, tonsillitis 1 na others ni 5. Waliopita katika department ya diabetic and hypertension jumla wote walikuwa ni 126, ambao wamegundulikana na kesi ya hypertension ni 5, ambao mkubwa wao na hypertension ya 214 chini ya 131. Na katika sehemu ya sukari ambao mwenye kubwa yao alikuwa jumla walikuwa na 5, ambao kesi nyingi zilikuwa 5, ambazo waligundulikana mwenye sukari kubwa ni sukari ya 28.8. Ni new case. Na alipofanikiwa kupita katika kwenye ngozi jumla ilikuwa ni 52. Alipita katika department ya meno ambao wenye dental caries ni 4, tooth extraction 27 na gingivitis 3, ambao na others 1, ambao totally wote ni walikuwa ni 35. Waliopita katika physio jumla ni 18 na clubfoot ni 3. Katika department ya obs and gyna total walikuwa ni 53, ambao wote katika 53 via negative ni 45, abnormal 8, refer 9. Lakini walifanikiwa kupita katika breast examination jumla ni 48, normal 47, abnormal ni 1. Asante.